Assalamu alaikum wewe mtazamaji wa Kiyaga TV. Sisi kama kawaida yetu kila siku tunakusokezea habari ambazo zitakupa wewe mwanga wa maisha yako kuhakikisha unaanzia wapi. Leo tumepata bahati kama Kiyaga TV tumekuja kwa mtaalamu mmoja wa tiba za asili ambayo yeye anajishughulisha na swala zima la kutibu ambayo sisi wanadamu ambayo tuna matatizo mbalimbali ya maisha kama vile nuksi, mikosi, mabala, magonjwa mbalimbali ambayo yanatusumbua, lakini tunashindwa tukapate wapi ufafanuzi au nani anataka kutusaidia. Tunakwenda hospitali, tunakuta magonjwa hayaonekani, lakini kuna Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndo kila kitu. Amewapa wanadamu wake, amewachagua baadhi ya wanadamu, amewapa elimu kubwa ya kuweza kuwasaidia binadamu wenzao. Katika watu ambao wamepewa hiyo bahati, na huyu mwamba ambaye yuko naye karibu yako unamuona kwenye screen, naye amepewa bahati hiyo ya kuwa na uwezo wa kuweza kutusaidia sisi ambao tuna matatizo ambayo hayaonekani kwenye jicho la kawaida, wao wanayaona na wanatupa matibabu. Kwa hiyo karibu na screen yako au na channel yako pendwa ya Kiyaga TV uweze kupata faida kupitia kwa huyu ndugu yangu. Kama tatizo unayo, basi umepata ufafanuzi au umepata tiba kupitia kwa mwamba. Bwana, sasa hizi kaka. Sasa hizi ni nzuri. Mimi naitwa Masunda, sijui naongea na nani? Unaongea na Dr. Amani Salum Mwitelo. Dr. Omar Salum Mwitelo. Amani Salum Mwitelo. Amani Salum Mwitelo. Mimi nimefurahi sana kwanza kukutana na wewe kwa sababu ni mtu special sana katika dunia hii. Ni watu wachache ambao nyinyi mmejaliwa uwezo mkubwa wa kuweza kuwatibia sisi ambao tunakuwa tuna matatizo. Kwanza mimi nataka kujua, unajua kazi zenu hizi kubwa ambazo mnazozifanya, mnakuwa na changamoto kubwa sana ambazo mnazipitia. Anapokuja mtu ghafla, nimekuja mtu kama mimi, nakuja labda na matatizo yangu binafsi, na kuelezea wewe kama mtaalamu ambaye Mwenyezi Mungu amekujalia, hatua ya kwanza unaichukua ni ipi? Hatua ya kwanza ninayoichukua kwa mtu anayekuja ghafla, kwanza kabisa lazima ni mhoji muuguzi wake. Maana kuna magonjwa mengine yanakuwa ni magumu ambapo mgonjwa hawezi kuzungumza kama mwenyewe. Lakini kama muuguzi wake anakuepo karibu, lazima nimuulize mambo yafuatayo kulingana na hali alionayo mgonjwa. Chanzo chake ni kipi na alianza vipi? Atakapokuwa amenipa mwanga, basi mimi napata mwanga kuanzia yeye alipoanzia magonjwa alivyoanza kumkamata na kumsumbua, basi mimi napatia mwanga hapo. Nikishapata mwanga kwa hapo, nikishapata mwanga kwa mfumo huo, basi najua kwamba nianzie wapi, niishie wapi. Sawa. Na hii kazi ya tiba hii ambayo uko nayo, taaluma hii wewe ulipata wapi? Yani ulizaliwa tu automatically unajua hivyo vitu au kuna mtu ambaye alikufundisha hii? Hii tiba, hii kazi ni ya uresi. Uresi kwa baba. Ina maana nimezaliwa na kuta baba anafanya kazi hii. Kwa historia baba alisema kwamba na babu alifanya kazi hii, ina maana ni ukoo, yani hii kazi ni ukoo. Ina maana ni ya kurisi. Lakini kabla hujaingia kwenye hii taaluma hii, labda hapo nyuma ulikuwa na ndoto ya kufanya jambo lingine ukiachana na hili? Ulikuwa na ndoto gani? Ndoto yangu ilikuwa ni biashara. Na nilijaribu kufanya biashara za hapa na pale na nini. Lakini kwa sababu inakuwa ni automatically hii issue inakuwa moja kwa moja kwa familia. Mambo yalinijia vibaya kwa sababu ni mambo ya kinyumbani. Na maana mambo nilikuwa nikifanya hayaendi. Nikifanya hivi hayaendi. Ilibidi nirudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani, mzee akasema pana, wewe simamia hapa. Taaluma hii inaweza ikakufaa sana. Na kweli nilipoanza kufanya shughuli hii, nadhani kila kitu naona kilienda sawa vizuri. Kwa hiyo mizimu ilikuita? Iliniita moja kwa moja. Ni kweli kabisa. Umefanya kazi una muda gani uko na hii kazi? Hii na miaka 9. Miaka 9. Na miaka 9.
Okay. Kwa hiyo wewe tiba zako ya ambazo ulizokuwa nazo zina mipaka maalum, yani kimfano unatumia majini au unatumia kitabu? Natumia majini. Natumia majini. Natumia majini na mambo ya matambiko ya kawaida kinyumbani. Okay, kimfano mtu anakuja hapa anataka bwana fulani nataka umuondoe yule. Unafanyaje hizo shughuli? Hapana, hizo shughuli hapana, ziko mbali na mimi. Sasa ila unapiga ramli? Hapana, ramli huwa natumia shekeri. Hiyo shekeri ni kitabu fulani cha kuangalia namba na majina yake. Basi natathmini kwa hilo, najua kabisa chanzo cha yeye kinaweza kikawa hapa, nikaanzia hapa nikaishia hapa. Okay. Unatumia taaluma zaidi. Taaluma hizo za kitabu. Okay. Vipi katika kazi yako hii, kwa sababu najua mtu wa majini unakutana na wachawi, wanga. Hii vita vipi wewe ushawahi kukutana nao siku moja kupambana na wanga? Hizi huwa zipo. Hizi huwa zipo unapofanya shughuli hizi. Kwa mfano huwa kuna magonjwa magumu ambayo yanakuwa mgonjwa anakuwa amefanywa vitu vibaya kwa makusudi ya watu wenyewe. Unapokuwa umekaa na kushughulikia watu fulani, wakawa wanagundua kwamba huyu anaweza kutuharibia mitego yetu. Lazima wananikuta moja kwa moja, ambia bwana hapana, huyu bwana ni wa kwetu hivi na hivi, naomba usifanye kazi. Lakini kwa sababu kazi yangu inakuwa ni hii, ni kusaidia watu. Najua ni jinsi gani naongea nao na kuwaweka sawa. Kwa washawahi kukufuata gadi hapa kwamba muache huyu bwana, muache huyu bwana ni wa kwetu, tunajua huyu bwana alienda tofauti sana, kwa hiyo tunaomba tufanye tu kama adhabu na nini. Walionikuta ni kwa ajili ya watu, tunataka tufanye adhabu. Kwa sababu ya hili na hili. Lakini wewe unawakataa. Naambia hapana, kazi yangu haiko hivyo. Kwa hiyo mtu amekuja nimsaidie, basi kumsaidia moja kwa moja. Lakini wao ukishafanya hilo hawajao kusumbua kutaka kukuzuru? Hiyo ipo kunipa ahadi, bwana ukifanya hivi utaona na nini, lakini namtumainia Mungu sana. Wamekutana na mwamba. Namtumainia Mungu, nafanya kazi hiyo. Wanajaribu kukuondoa lakini wanashindwa. Kwa sababu sina makosa. Ndio kiboko yao. Sina makosa. Kwa sababu nafanya kazi kulingana na nilivyopangiwa na Mungu. Hongera sana daktari. Watu wanaweza kunahitaji tiba kutoka kwako, kuhakikisha kwamba unapata tiba. Watu ambao wengine wako Dar es Salaam, wengine wako mikoani na wengine wako nje ya nchi. Unawafia vipi labda kama mtu anataka dawa yuko nje ya nchi au anataka dawa yuko mkoani? Wewe unatumia njia gani kuwafikia? Mimi ili nishughulike nao, kwa mfano wanahitaji tiba zangu na mambo mengine, basi huwa natoa namba. Ndio. Nikishatoa namba, wao wanatuma pesa, naenda kuwashughulikia kazi zao. Wanaenda moja kwa moja au la, naweza nikawaita wakaja ofisini kwangu nikashughulika nao. Sawa. Na huna mipaka ya tiba katika tiba zako? Sina mipaka ya tiba kwa sababu nashughulika na mambo ya tiba zozote. Za mateso na majini kama ya usumbufu, maana kuna magonjwa mengine yanaweza kumsumbua mtu akili na nini. Ndio. Basi ndio shughuli zangu kama hizo. Hebu utaja namba kwa sababu inawezekana kuna watu wanatazama Kiaga TV wanasema dawa mwamba, ngoja nimtafute, kuna tatizo linanisumbua miaka mingi, nishampata mtetezi. Hebu wape namba ili waweze kutafuta wasaidie. Namba yangu ya kwanza ni 0788 26 50 62. Una nyingine? Namba nyingine. Nyingine ndio nafikiri ndio itakuwa iko mbali, sio mbaya. Sio mbaya. Hiyo iko muda wote. Hiyo iko hewani muda wote. Iko muda wote. Bwana daktari, umemsikia amezungumza mambo mengi, ana mipaka katika tiba yake. Sasa wewe ambao unasumbuliwa na matatizo wachawi, unafanya mambo yako hayaendi, unashughulika kila siku, hela zako haziendi zinapotakiwa, au unatafuta hela nyingi afu zinapotea. Yaani kila unachokifanya wewe kuna maisha yako kinakuwa kina tofauti. Kutana na daktari hapa, namba zake nimeshazitaja hapo, tutaziweka chini ya screen hapo, utakuwa unampigia, atakusaidia kuhakikisha mambo yako yananyooka. Inawezekana wewe una nuksi ila kuna watu wanakuzuisha ili uwe na nuksi. Kwa hiyo
kama una nuksi, kuna mabalaa, maradhi yoyote, sijui miguu inawaka moto, si yani chochote. Ni maana mwamba akasema sina mipaka, na maana yeye anatibia watu wote ambao mwenye matatizo ya kimwili. Huyu mwamba anakuja na kutibu, unarudi katika hali yako ya kawaida. Kwa hiyo chukua namba hiyo, njoo mfuate mwamba, atakupa maelekezo yote ya unapatikana wapi, dawa zitakufikiaje, kama aje yuko huko, utatupa nauli, anakuja. Mimi nashukuru sana dokta kwa maelezo mafupi hayo. Nafikiri watazamaji wa Kiyaga TV wamepata habari, lakini nitakuja tena kwa mara nyingine. Kuna vitu vingi nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe kuhusu zima la wachawi. Kuna watu wengine unajua wanaweza kawa na wachawi, hawajui kama wamerogwa. Yupo akina ajui kama kalogwa. Mwingine anawezekana akawa na matatizo, ajui kama na matatizo. Utawapa dalili mbalimbali ambazo nafikiri zitawasaidia wiki ijayo nitakapokuja, ili kuweza kuwasaidia wajue. Wengine inawezekana mmerogwa afu amjui. Mwamba huyo atawasaidia, atawapa dalili na nini kila kitu, jisikieni kulinda na wachawi, ufanye nini uweze kulinda na wachawi, huyu mwamba atakusaidia. Mimi nashukuru sana daktari wangu, tutakuja tena wakati mwingine. Asante. Naitwa Masunda, na hapa ni Kiyaga TV, tukutane tena muda mwingine.